katika kampeni za uchaguzi, t-shirt huwa ni sehemu muhimu ya kampeni. Sasa mwaka 2008 pale nchini Marekani kulikuwa kuna uchaguzi mkuu. Sasa kipindi hiko Marekani ilikuwa inapita katika kipindi kigumu cha majanga ya kiuchumi, na ile vita ya Iraq na Afghanistan zilikuwa zinaendelea. Sasa kwa hiyo zile vita zilipelekea maisha ya watu kibao yakapotea. Alafu pia uchumi ulikuwa umeshuka na watu karibia milioni 8 walikuwa wamepoteza ajira. Kwa hiyo Marekani walikuwa wamechoka vita. Unaona, walihitaji kama kiongozi mpya ambaye atawapa matumaini. Mabeno kwa jumla walikuwa wanahitaji kama mabadiliko ya kiuongozi. Sasa hapo ndo anatokezea seneta kijana kutoka jimbo la Illinois. Huyu namzungumzia hapa ni Barack Obama. Wamarekani walimuona kama ndio jibu na matumaini wanayohitaji. Akawapa matumaini mapya kwenye sera zake za afya, uchumi na amani, ikiwemo na ile kuondoa majeshi ya Marekani kule nchini Iraq na Afghanistan. Sasa kama ambavyo mnajua, kwenye kampeni huwa mara nyingi yule mgombea huwa ana njia zake za kuwafikia watu kwamba ajulikane sura yake ni nani. Pengine anataka anataka vile na baadhi ya sera zake ama ile kipaumbele chake kimoja wapo kiwe kinajulikana. Kwa hiyo Obama na timu yake nzima walikaa chini wakaja na wazo la kupata nembo au picha itakayowakilisha jambo lao wakati wa kampeni, hasa kwenye mabango, vipeperushi na logo. Kwa hiyo walikaa chini wakaamua waje na picha moja itakayobeba maudhui nzima ya kampeni yao. Hii ilikuwa Oktoba 2007 ambapo wakaamua kumpa kazi hiyo kijana mmoja anaitwa Shepard Fairey. Sasa moja kwa moja bwana Fairey akaianza kazi hiyo rasmi ya kwanza kudesign mchoro maalum wa kampeni ya Obama. Unaona, katika kuifanikisha hiyo kazi jamaa aliingia mtandaoni akapikwa picha za Obama mbalimbali. Unaona, akaja akaichagua picha moja hivi hapo, yeye aliona kama ndio itamfaa katika kuichorea kwa ajili ya kampeni. Kwa hiyo akaichora picha hiyo kutoka kwenye picha ya kawaida na kuwa poster fulani kali. Alichora picha hiyo juu afu chini akaweka maneno progress. Hii progress inamaanisha maendeleo. Baada ya kuikamilisha akaichukua akawapelekea wale watu waliompa hiyo kazi, yani ile timu ya Obama. Wale timu ya Obama baada ya kuiangalia ile picha na nini, picha walikubali, lakini neno progress wakalikataa. Kwa hiyo ikabidi Fairey alibadilishe na akatoa neno progress akaweka neno hope, yani ikiwa linasema badala ya neno matumaini, kwa sababu waliona uongozi wa Obama unaenda kuwapa matumaini wa Marekani. Baada ile poster kupitishwa rasmi, ikabidi sasa Fairey achukue ile poster akaipeleka kwa watu wa screen printing kwa ajili ya kuwa logo rasmi ya t-shirt. Kwa hiyo watu walirespondi vizuri kabisa kuipokea t-shirt zile, ambapo mara ya kwanza ziliuzwa t-shirt zaidi ya 4,000 katika kusupport movement ya Obama kuelekea ikulu ya Marekani. Kadri kampeni zilikuwa zinapamba moto, mchoro huu kando nembo na alama muhimu kwa wafuasi wote wa Obama, ambapo wapo walioipost katika mitandao ya kijamii na wengine wakaichorea tattoo kwenye miili yao. Kwa kifupi, picha hii ilienda viral haraka kwenye mitandao ya kijamii mpaka mitaani ikawa ina trend. Sasa kadri picha ambavyo inasambaa ina trend huku na huku na huku, hapo katokezea mgogoro wa kimiliki wa picha hiyo. Ukiacha mbali yule mchoraji yule bwana Shepard Fairey, anaibuka mpiga picha sasa ambaye alipiga ile picha ile rasmi kabisa ambayo Fairey aliitumia kuchorea poster hiyo. Huyu anaitwa Manny Garcia ambaye ni mpiga picha. Alilalamika kwamba huo mchoro ambao jamaa Fairey ameuchukua kwenye picha aliyopiga yeye, anasema alipiga picha hiyo Aprili 2006 wakati Obama akiwa katika National Press Club discussion kuhusu ambao walikuwa wanazungumzia kuhusu crisis ambazo zimetokea kule Darfur, Sudani. Akaiweka tu kwenye mitandao mbalimbali kwa imesambaa. Unaona, kwa hiyo Fairey alichukua picha ile ndo akaichorea hiyo poster. Unaona, sasa yeye anacholalamika kwamba ni kwamba picha yake imechukuliwa pasipo makubaliano kati yake yeye na Fairey, hakumtafuta wala hakumtaja popote. Kwa hiyo Fairey akajitetea kwamba hakuwa na taarifa kuhusu source ya picha hiyo, ila baadaye walikaa chini wakaisolve issue hiyo nje ya mahakama kwa kuamua kumaliza mgogoro kwa mazungumzo, na wote watakuwa wanufaika rasmi wa mapato ya bidhaa za picha hiyo. Inasemekana baada ya hapo ziliuzwa poster zaidi ya milioni 1 za hiyo picha. Ziliuzwa kwa kutumia website maalum ya bwana Fairey, ila mapato yote yaliingia katika mfuko wa kampeni wa Obama. Novemba 2008 Obama alichaguliwa kuwa rais wa kwanza mweusi wa nchi ya Marekani. Kwa hiyo katika hii safari yake nzima hatuachi kuikumbuka poster hii ya Obama pamoja na neno hope. T-shirt hii inaongea kuhusu matumaini na ndoto aliyokuwa nayo wa Marekani kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2008. Na ilikuwa ni hope kwa watu weusi ambao walikuwa wanaamini kwamba sasa ujio wa rais mweusi utakuwa ni mwanga mpya kwa madai yao ya msingi ambao walikuwa wanadai miaka yote. Kwa hiyo t-shirt inaongea kuhusu matumaini na ndoto. T-shirt zinaongea